Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba hii leo, wakiweza kukamilisha moja kati ya sajili kubwa ambazo zinazoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo Simba wameweka bayana ya kwamba wenyewe hawasubiri dirisha la usajili lifike. Wanafanya usajili mapema ili kuendana na kasi na mahitaji ya timu yao, kwa kile ambacho wao wanakihitaji ni kujenga timu yao na kuirudisha ile heshima ya klabu ya soka ya Simba ambao walikuwa nayo kwa miaka mingi, huku wakiweza kupoteza mataji, wakihitaji kuweza kuyarudisha na kuchukua ufalme wao kama ilivyokuwa kwa miaka ya nyuma. Sasa klabu ya soka ya Simba kuzihilisha hilo, imeingia sokoni na imehakikisha kwamba wamevunja benki kwa ajili ya kuweza kupata wachezaji wanaowahitaji. Kumbuka kwamba tajiri Mo Dewji amekuwa akihusika katika sajili ambazo zinazofanyika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba ili kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wazuri na wenye sifa na ubora wa kuleta matokeo chanya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Sasa leo hii ni nani huyu ambaye ametoka kwenye kikosi cha Simba? Utakwenda kumjua hapa. Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Anakuja kuchukua nafasi ya nani? Haya yote na maswali ambayo yamekuwa akiweza kujiuliza, basi majibu yake niko nayo hapo. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha mnyama Simba kwenye msimu ambao anakwenda kuitikisa Afrika, na kulingana na kile ambacho anachokifanya kwa sasa kwenye usajili wake. Sasa karibu tuzungumze yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club, nafahamu ya kwamba sasa hivi wapo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wanakusanya wachezaji wenye ubora, na miongoni mwa majina ambayo yapo mezani mwa benchi la Simba Sport Club, benchi la usajili, basi ni jina la Fiston Kalala Mayele, miongoni mwa washambuliaji hatari barani Afrika. Ikumbukwe kwamba Fiston Mayele amekuwa akiwa karibu na viongozi wa klabu ya soka ya Simba kwa muda sasa. Wamekuwa wakiweza kuwa katika mazungumzo ya hapa na pale, wakijadiliana kuhusiana na masuala kadhaa, na hata miaka ya nyuma waliwahi kuwa katika ukaribu mkubwa kiasi kwamba mambo yakawa ni mengi kweli kweli, watu wakajua kwamba pengine atatua kwenye kikosi cha Simba, lakini sasa huenda ndio wakati sahihi. Kwa nini ni wakati sahihi? Kumbukwe kwamba Fiston Mayele na klabu ya soka ya Simba Sport Club wote ni kama vile wanahitajiana, ambapo Fiston Mayele mpaka sasa inaelezwa kwamba amemaliza mkataba wake kunao katika klabu ya soka ya Pyramid na hahitaji kuendelea kuitumikia klabu hiyo, na taarifa zinaelezwa kwamba ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba kuna taarifa ambapo inadai kwamba mshambuliaji wa Pyramid Fiston Mayele huenda akatua kwenye kikosi cha Simba msimu ujao. Kwa mujibu wa madai hayo, Mayele ambaye anatajwa kutokuwa tayari kuendelea na Pyramid baada ya kumalizika kwa mkataba wake, jambo linalozidi kuongeza nguvu kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuweka dau kubwa ili kumshawishi nyota huyo, huku taarifa zikielezwa kwamba bosi wa klabu ya soka ya Simba Mo Dewji inaelezwa kwamba ndio yupo mstari wa mbele kuweza kusimamia sajili hiyo kubwa ambayo inayotazamwa kama sehemu ya mkakati wa kuirudisha ile Simba yenye makali zaidi barani Afrika, ambapo ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo imeelezwa kwamba kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo Simba wanahakikisha kile kinachowezekana kwenye kikosi chao basi kinakwenda kufanikishwa kwa uharaka zaidi, ambapo ikumbukwe kwamba klabu ya soka ya Simba wenyewe wanaamua kumleta Fiston Mayele baada ya kuweza kudaiwa kuachana na aliyekuwa mshambuliaji wao Jonathan Soa, baada ya matendo ya kinidhamu ambayo alikuwa akiweza kuendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ambapo mshambuliaji wa Simba
Jonathan Sowa anaripotiwa kuingia kwenye mgogoro wa kinizamu na klabu hiyo baada ya kuchukuliwa hatua za adhabu. Taarifa zinaeleza kuwa Sowa alielekezwa kufanya mazoezi na kikosi cha vijana chini ya miaka 20, lakini amekataa kuripoti kwa ajili ya mazoezi hayo. Aidha, anaripotiwa kutolipa faini aliyotozwa na klabu. Ripoti zaidi zinaonyesha kuwa mshambuliaji huyo ameomba kuvunja mkataba wake na Simba, huku mustakabali wake ndani ya klabu hiyo ukiendelea kuwa na sintofahamu. Awali Sowa aliondolewa katika kambi ya timu ya wakubwa iliyopo Dodoma na kurejeshwa Dar es Salaam kutokana na sababu za kinizamu. Hadi sasa Simba hajatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zinazofuata kuhusiana na sakata la mchezaji wao huyo Jonathan Sowa, ambaye inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kuwa mazito kwelikweli kwenye kikosi cha Simba. Lakini katika taarifa nyingine ni kuhusiana na mustakabali wa beki kisiki Chamu Karabu, ambapo umeingia kwenye sintofahamu kubwa kufuatia mkataba wake wa sasa unaomfunga na klabu ya Simba kuelekea ukingoni rasmi mwishoni mwa mwezi huu wa Juni. Chamu ambaye kwa sasa anacheza kwa mafanikio makubwa na kuimarisha ukuta wa kikosi cha TRA United kwa mkopo akitokea Msimbazi, anatarajiwa kuwa mchezaji huru, yani free agent, jambo ambalo linaongeza pressure kubwa sokoni, huku vilabu mbalimbali vikiwa vinanyatia saini yake. Uongozi wa klabu ya TRA United umeweka wazi nia yao ya dhati ya kutaka kumbakiza beki huyo kikosini kwa mkataba wa kudumu kutokana na weledi wa hali ya juu na uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi alioonyesha tangu alipotua klabuni hapo. Hata hivyo, taarifa za ndani kabisa zinafichua kuwa mpango huo umegonga mwamba kwa sasa, kwani beki huyo bado hajatoa neno lolote la mwisho wala ahadi yoyote kwa TRA kutokana na malengo yake makubwa ya kuisoka yanayomtaka kupiga hatua ya juu zaidi kulingana na hadhi ya kipaji chake. Mchezaji huyo amepanga kusubiri kwa utulivu mkubwa hadi pale mkataba wake utakapomalizika rasmi ili kuangalia ofa mpya zitakazomfikia mezani kutoka ndani na nje ya nchi kabla ya kufanya maamuzi sahihi ya wapi atakapoelekea. Chamu anaamini kuwa mchezaji huru mwezi Juni kutampa nguvu na nafasi nzuri ya kuchagua mradi sahihi wa kisoka utakaomsaidia kukuza zaidi karia yake, hatua inazozifanya klabu kubwa zinazohitaji beki daraja la juu kuanza kujipanga mapema kwa ajili ya vita ya usajili. Kwa hiyo Chamu Karabu ni miongoni mwa watu ambao pia wapo katika kuwanyima wekundu wa Msimbazi Simba usingizi, kwani wanafikiria je, wamrudishe ama waendelee kubakia naye. Ni miongoni mwa taarifa ambayo klabu ya soka Simba wanafanya kila namna, kila jitihada ili kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinacho stahili kwenye kikosi cha Simba kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano ambao unaoendelea kwa sasa. Lakini inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba mapema kabisa Pimpin Kamara wameachana naye na inaelezwa kwamba hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba baada ya mkataba wake kuweza kumalizika. Musa Pimpin Kamara anasifika kwa ubora wake langoni, miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kuipa nafasi kubwa sana juu ya kile ambacho kinachoonekana. Kwa hiyo Chamu Karabu hatakuwa tena sehemu ya hapa, nazungumzia Musa Pimpin Kamara hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa, nazungumzia si wengine bali unazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Usisahau